Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Peter Mwangangi. Taarifa yetu kuu siku huu: Rais Trump asema kwamba Marekani haiko vitani na Venezuela na kwamba analisimamia taifa hilo kwa sasa, lakini ana mpango gani haswa na mafuta ya Venezuela? Karibu. Rais Donald Trump amesema kwamba Marekani haiko vitani na Venezuela, na kwa mara nyingine tena amesema kuwa yeye ndiye mwenye mamlaka ya mwisho nchini humo. Akizungumza na NBC News, Donald Trump pia aliondoa uwezekano wa uchaguzi wa haraka, akisema, na hapa namnukuu, lazima turekebishe nchi kwanza. Trump alizungumza muda mfupi baada ya Delcy Rodriguez, ambaye alikuwa naibu wa Nicolas Maduro, kuapishwa kama rais wa mpito wa Venezuela. Jana usiku, kiongozi huyo aliyeondolewa madarakani alifikishwa mbele ya mahakama mjini New York akiwa na mke wake. Maduro alisisitiza kuwa yeye ni mfungwa wa vita na kwamba yeye bado ndiye rais wa Venezuela. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani wa Venezuela na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Maria Corina Machado, ameambia Fox News ya Marekani kuwa anashukuru Donald Trump kwa niaba ya wananchi wa Venezuela. Napanga kurejea Venezuela haraka iwezekanavyo. Kama ambavyo nimekuwa nikisema siku zote, nitafanya maamuzi kulingana na mahali ninapoweza kuwa wa msaada zaidi kwa maono yetu. Ndiyo maana nilienda mafichoni kwa zaidi ya miezi 16, na ndiyo maana niliamua kujitokeza, kwa sababu niliamini kuwa kwa wakati huu ninaweza kuwa wa msaada zaidi kwa azimio letu. Nchini Venezuela, maelfu ya wafuasi wa Nicolas Maduro walikusanyika katika mji mkuu wa Caracas wakitaka arejeshwe pamoja na mke wake. Washirika wa Venezuela, Urusi na China walikosoa operesheni ya kijeshi ya Marekani wakati wa kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mpakani Colombia kuna hali ya sintofahamu. Jeshi lipo kwenye hali ya tahadhari na limeongeza ulinzi kutokana na wasiwasi kuhusu kauli za Rais Trump kuhusu mustakabali wa kiongozi wao, Rais Gustavo Petro. Petro ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu shambulio dhidi ya jirani yake Venezuela. Tukisalia katika taarifa hii, mpango wa kumkamata Nicolas Maduro ulisukwa kwa miezi kadhaa, lakini swali ni kwa nini? Mojawapo ya sababu zilizotajwa ni mafuta. Venezuela ndio taifa lenye hifadhi kubwa zaidi ya mafuta duniani, ikiwa na zaidi ya mapipa bilioni 300 yaliyothibitishwa kwa mujibu wa shirika la nchi zinazouza mafuta OPEC. Venezuela inafuatiwa na Saudi Arabia yenye zaidi ya mapipa bilioni 260 na kisha Iran yenye zaidi ya mapipa bilioni 200 ikishikilia nafasi ya 3. Licha ya Venezuela kuwa na akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani, uzalishaji wake ni mdogo kwa sababu ya vikwazo. Ahmed Bahaj anawasilisha taarifa ya Ion Wells. Ni mapambazuko mapya na kiongozi mpya, lakini mfumo wa uongozi ungali tete. Hali ni hiyo licha ya haya yanayotokea. Tutaiongoza nchi hii mpaka wakati utakapofika kukabidhi madaraka kwa njia salama, inayofaa na ya busara. Trump ana msimamo gani na nani hasa anayeshikilia usukani kwa sasa? Kwa sasa ni Delcy Rodriguez, aliyekuwa makamu wa rais wa Maduro, waziri wa mafuta na mshirika wake wa karibu ambaye amekula kiapo kama rais wa mpito. Majaji, jeshi na mawaziri bado wana msimamo wa kumuunga mkono Maduro. Marekani haina wanajeshi wake nchini humo, lakini inatumia mbinu nyingine kutoa shinikizo. Picha hizi za Maduro akipelekwa kizuizini, mikono ikiwa imefungwa na macho akiwa yamezibwa, ni onyo kwa washirika wake ambao bado wako madarakani. Trump ametishia kufanya mashambulizi zaidi ikiwa itahitajika. Ameweka wazi kuwa kitu kimoja ambacho Marekani inataka ni mafuta. Tutayachukua mafuta ambayo kwa kweli tulipaswa kuwa tumeyachukua tangu zamani. Kuna fedha nyingi sana zinazotoka ardhini. Tutalipwa kwa kila gharama tuliyoitumia. Venezuela ina akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani. Thamani yake ni dola trilioni 17. Ni kiasi kinachoweza kutosheleza mahitaji kwa zaidi ya miaka 800, kiasi kikubwa kuliko cha nchi kama Saudi Arabia na Iran. Ni aina ya mafuta ambayo ni muhimu sana. Viwanda vya mafuta vya Marekani vinachimba zaidi ya mafuta ya mwamba tope ambayo ni mepesi. Marekani inahitaji mafuta mazito ghafi kwa wingi na Venezuela inayo kwa ziada. Lakini kufufua sekta ya mafuta ya Venezuela hakutakuwa mchakato mwepesi. Uwekezaji na ujenzi mpya utachukua miaka mingi. Nchi hiyo bado haina utulivu wa kisiasa na haina uhakika wa usalama.
Aidha, hali ya sasa soko la dunia kuwa na mafuta mengi na bei kuwa ndogo inafanya uwekezaji kwa sasa kutoonekana kuwa na tija. Mshtuko wa tukio hili unahisiwa kote katika kanda hiyo. Baadhi ya waandamanaji mjini Havana, Cuba, nchi inayotegemea sana mafuta ya Venezuela, wanaonyesha mshikamano huku wakiwa na hofu. Kwa kuwa serikali yao ni adui mwingine wa Marekani, wengine wanahofia kuwa huenda wao wakafuata. Nadhani wapo kwenye matatizo makubwa, na sitazungumzia hatua zetu za baadaye au sera zetu kwa sasa kuhusu jambo hili. Lakini sisi ni kwamba sisi si marafiki wa utawala wa Cuba. Kwa sasa hatima ya Venezuela imenaswa katikati ya serikali ambayo bado inashikilia mamlaka na taifa lenye nguvu kubwa, yani Marekani, ambalo limedhamiria kuleta mabadiliko. Sasa tumekuwa tukiangazia maisha ya kiongozi aliyeondolewa madarakani Nicolas Maduro, lakini mkewe Cilia Flores pia ana ushawishi mkubwa nchini humo. Mwanasiasa huyo mahiri mwenye umri wa miaka 69 ni nani haswa? Phyllis Mwate na maelezo zaidi. Sasa watu wengi hata ambao walikuwa wanafuatilia siasa za Venezuela na migogoro yake na Marekani walikuwa wanamjua Maduro tu, hususan kwa hotuba zake kali dhidi ya Marekani, kuwaminya vilivyo wapinzani wake ama wakimwona kisakata dansi. Lakini wengi hawamjui kwa undani mkewe Bi Flores mwenye umri wa miaka 69 na ni mmoja wa wanawake wenye nguvu na ushawishi mkubwa katika siasa za Venezuela kwa zaidi ya miongo miwili sasa. Vilevile ni mwanasheria kitaaluma na aliwahi kuwa spika wa bunge la Venezuela, na anatajwa kuwa na mchango muhimu katika kusimika na kuimarisha mamlaka ya Maduro baada ya kuchukua urais mwaka 2013 kufuatia kifo cha Hugo Chavez. Akiwa mke wa rais, Maduro alimpa jina la heshima la mpiganaji wa kwanza, tofauti na cheo cha jadi cha First Lady. Ingawa mara nyingi alijitokeza kwa taswira ya kifamilia, ikiwemo kuendesha kipindi cha televisheni Concilia en Familia, wachambuzi wanasema kwamba Bi Flores alikuwa mshauri wa karibu wa rais na mshirika muhimu katika mikakati ya kisiasa na ya serikali. Hata hivyo, maisha yake ya kisiasa yameandamwa na tuhuma za rushwa, upendeleo wa kifamilia na uhusiano wa karibu na watu waliokumbwa na kesi za kibiashara ya dawa za kulevya. Wapwa zake wawili mfano walihukumiwa nchini Marekani kwa makosa ya kusafirisha cocaine, ingawa baadaye walirejeshwa Venezuela kupitia makubaliano ya kubadilishana wafungwa. Utawala wa Marekani unaamini kuwa Bi Flores alikuwa mshirika wa karibu pia wa mumewe Maduro katika kile wanachowatuhumu kuongoza genge la biashara ya dawa za kulevya. Sasa Bi Flores jana alipandishwa kizimbani jijini New York pamoja na mumewe Maduro. Ushirika wao wa karibu umeendelea hata katika kipindi hiki cha madhila kwa familia yao. Taarifa hiyo ya Phyllis Mwate inatukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, huku kampeni za uchaguzi zikipamba moto nchini Uganda, tunazungumza na chama tawala nchini humo NRM.
Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Peter Mwangangi. Kampeni zimepamba moto nchini Uganda ikiwa ni chini ya siku 10 kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo. Wagombea wamekuwa wakizunguka nchi nzima kuuza sera zao, hususan miongoni mwa vijana ambao ni zaidi ya 78% ya wapiga kura. Lakini upinzani umekuwa ukiteta kwamba haujapewa nafasi sawia na serikali katika kuuza sera zao. Je, upinzani umebinywa katika kampeni nchini Uganda? Mtangazaji kinara wa Dira TV Roncliffe Odit amemuuliza swali hilo naibu kiongozi mkuu wa chama tawala nchini Uganda NRM Mike Mukula. Wale ambao wanapinga serikali hawana nguvu, hawana moja. Upinzani mimi nakwambia wana nguvu. Ukiona katika chama cha FDC yenyewe wanayo vikundi 3 sasa katika usimamo yao. Yaani ukivunja umoja ya upinzani lazima hiyo ndio italeta unafiki ndani ya upinzani. Lakini kwa kweli Bobi Wine anaweza kutembea katika nchi yetu, anatawala namna ambayo anapotaka. Wale wengine kama Akena wa UPC anatembea nchi namna ambayo anataka. Mao ameingia ndani ya serikali, tuko na umoja. Na nakwambia kwa ukweli nchi Uganda wapinzani wanayo uwezo kufanya chochote ambayo wanapotaka. Kumekuwa na maoni tofauti kuhusiana na viongozi. Wengi wanasema kwamba viongozi wanachaguliwa ni wale wale wamekuwa wakichaguliwa kwa muda mrefu, kwamba mtoi nafasi kwa viongozi wapya. La, kwenye uchaguzi ambayo imepita ile 60 kwa 100 walikuwa vijana. Wale vijana usu mpya. Yani tumejenga utawala ya Chama cha Mapinduzi au NRM kutoka chini paka juu, na vijana ndio wanaongoza matembezi ya NRM katika nchi yetu. Ya pili, nataka nikwambie kwamba uchaguzi inatembelea kwenye vitu mbalimbali, utaji ya watu, usimamio ya watu na nia ya watu. Na mimi nataka niseme kwamba kwenye kubashiri kwangu naona kwa kweli NRM bado itatawala milele na milele, sababu usimamo ndani ya chama iko nzuri. Wakati uchaguzi mkuu unapopangwa kuja kufanyika baadaye mwezi Januari, kwa mtizamo wako mwenyewe, je, unahisi kwamba vijana watapata nafasi ya uhaki na usawa katika uchaguzi huu mkuu unaokuja? Tunayo vikundi mbalimbali. Kuna vikundi ya vijana ambayo inaitwa Youth League, kuna ile ya wanawake, kuna wale wa walema. Hatuna chochote mtu lolote ambayo tunamwacha nje. Kwa mtizamo wako, unahisi kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni bado anastahili kuendelea kuiendesha Uganda licha ya umri wake mkubwa? Nchi yetu imetulia. Museveni amepigania nchi hii sasa karibu tunaingilia miaka 39. Na ukipima kwa kweli kwa hii miaka, nchi hii ilikuwa na shida. Ilikuwa na mapigano ndani ya nchi. Nchi yetu sasa Uganda katika uchumi na maendeleo ya nchi ya uchumi ndio namba 7 katika nchi ulimwengu zote. Amefanya mambo mengi mazuri na wengi wanakubali kuifanya Uganda iwe nchi ambayo imetulia na nchi imara zaidi. Lakini amuhisi kwamba baada ya kufanya mazuri hayo wakati umefika awaachie watu wengine kama wewe muendeleze mazuri hayo? Mimi naona kwa kweli mbele na kuna mtu ambaye anaweza kutawala milele na milele. Watakuwa wakati ambayo tutapata mabadiliko. Lakini sasa namna ambayo naona, ukiona Donald Trump miaka 1 na Museveni karibu. Museveni bado na nguvu, ana usimamo ya mafikiri ambayo iko nzuri, na mimi naona kwa kweli bado tunayo mambo ambayo nchi yetu inapambana nayo. Tuko na mafuta sasa, na ukipima wazungu na ujereu ya hawa wanapenda sana mafuta. Unataka muongozi ambaye anaweza simamia na kuona kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuja karibu nchi yetu. Je, unahisi kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki kwa kila Mganda na kura ya kila Mganda itahesabiwa inavyostahili? Lazima itakuwepo, sababu hii ndio uchaguzi karibu ya 6 sasa tangu NRM
Chama cha Mapinduzi ya Uganda NRM iliingia katika utawala ya nchi yetu. 2026 tutakuwa na uchaguzi, mimi naitegemea na nabashiri kwamba itakuwa nzuri bila mashukushuko, na wale ambao watavunja sheria ya nchi lazima serikali itafanya kazi yao. Na katika digital register ambayo Independent Electoral Commission imeweka na Uganda imeweka pesa mingi kuona kama uchaguzi itakuwa ya haki, na mimi naitegemea kwamba itakuwa nzuri. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, visa vya ukeketaji vinaendelea kushuhudiwa nchini Kenya licha ya juhudi za kuvimaliza. Tatizo liko wapi? Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Peter Mwangangi. Zaidi ya wanawake na wasichana milioni 230 kote duniani wamefanyiwa ukeketaji, huku Afrika ikiwa na idadi kubwa zaidi ya maeneo yote, ikiwa ni zaidi ya wanawake milioni 144 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Ingawaje juhudi za kupunguza idadi hii zinafaulu katika maeneo mengi nchini Kenya, katika mji wa Narok mamia ya wasichana wangali wanakimbia makwao ili kuepukana na tatizo hili. Agnes Penda na taarifa zaidi. Masi anarejea nyumbani kama ilivyo kawaida yake kila mwisho wa wiki baada ya kazi. Hapa analakiwa na mama yake, babake mdogo na watoto wa ndugu zake, ikiwa furaha kukutana nao. Ila hali haikuwa hivi miaka 10 iliyopita. Amerudi katika kijiji cha Loita baada ya kukaa mbali kwa miaka 11. Alipotoroka ukeketaji na ndoa ya mapema. Hiyo usiku nikaenda kwa boma fulani, wakaniambia unajua unatahiri kesho. Nikamwambia kweli? Wakaniambia kenye utafanya tutakutorokesha kwa boma fulani uende, ndio wao wakusaidie uende kwa police station. Hiyo usiku nikaenda hiyo boma, hao wasichana wake wakanisindikisha, kunipeleka huko. Hao watu wakuamini, kabidi nimeenda church, kaenda nikalala kanisa. Alilelewa na msamaria mwema katika nyumba inayohifadhi wasichana waliotoroka ndoa za mapema na kukeketwa. Sasa ameajiriwa na shirika lisilo la kiserikali kama balozi dhidi ya ukeketaji. Imemchukua miaka mingi kurudi nyumbani, na hata sasa anatangamana kirahisi na familia yake, hasa shemegi yake alikuwa amepanga kukeketwa kwake. Msichana mimi ndiye nilikuwa namlea, kwa hivyo alikuwa wangu, na sikujisikia vizuri kuona kuwa hajakeketwa. Sasa wakati wa kumkeketa alitoroka, alafu akarudi kwao.
Na huo wakati ni zamani, ilikuwa lazima kukeketwa, lakini sasa nimeokoka, nafanya shughuli na kanisa, sitaki tena mambo haya. Huku Mercy akitangamana na familia yake, Martha hajataka kurudi nyumbani. Nitarudi nyumbani babangu akikuja kubali niende nikae nyumbani na sinifanyie tena chochote. Aliozwa akiwa na umri wa miaka 13 tu. Ilikuwa usiku, alafu babangu akaingia. Akamwambia mamangu, apaka nguo zangu, leo naenda kuoleka. Kukakaa kidogo, pikipiki mbili wakafika. Kila pikipiki ilikuwa inabeba wazee mmoja, sawa walikuwa 4. Wakanichukua wakaniekelea kwa pikipiki. Ilimchukua muda wa wiki 3 kuokolewa. Aliokolewa na kuletwa hapa kwa malezi. Martha alikuwa tayari ni mjamzito. Nilishtuka, nikaanza nikalia. Nikaanza kujiuliza, hii maisha itakuwaje? Baba kaniambia, wewe tulia tu, mambo yatakuwa mazuri. Hadi huyo mtoto wako tutamlea tu. Baadaye alifaulu kuwaleta dada zake wadogo baada ya kusikia njama kuwa pia nao wangeozwa. Wasichana hawa wamelelewa katika makazi haya yaliyoanzishwa na Patrick Ngigi, aliyekuwa mwalimu katika eneo hili la Narok. Kuna wasichana walikuwa wanakuja katika ofisi yangu kusema ya kwamba wamepangiwa kuozwa. Na mara wa kwanza alikuja Aprili mwaka huo, na huyu msichana tukaweza kumuokoa na nikampeleka kuishi na mamangu kule kijijini. Agosti mwaka ule mwingine akaja, tukamuokoa na bado tukampeleka kuishi na mamangu. Baadaye huo mwaka Disemba kuna mwingine ambaye alikuja, na alipokuja ikawa ni ngumu kuweza kumpeleka kwa mamangu, maana already alikuwa na mzigo mkubwa, na tukampeleka kwa mchungaji wangu na akaweza kusaidika. Idadi yao ikamsukuma kuwajengea makazi kwa usaidizi wa fadhili. Kufikia sasa amewalia wasichana wapatao 3500 wanaojifunza taaluma mbalimbali. Baada ya kuhitimu, wengi hurudi makwao na kusaidia jamii zao. Kuna mtoto ambaye anaweza kuja hapa akae siku 2 na mzazi aitikie mtoto arudi nyumbani. Nimeitikia, hata pitia tohara, nimesikia. Kuna wanapitia hapa anakaa mwezi mmoja, lakini kuna wanapitia hapa anakaa miaka 11. Kwa sababu mzazi ni mgumu, pengine ule baba anasema hapana, nilimpatiana, lazima aolewe na hakuna jambo nasikiliza. Wasichana na wanawake milioni 68 kote duniani wako katika hatari ya kukeketwa au kupashwa tohara. Hii ni kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Sasa jamii mbalimbali kote duniani zina sababu zake za upashaji wa tohara kulingana na tamaduni zao. Ila katika eneo hili la Loita nchini Kenya, sababu ni hii: mifugo inayotolewa kama mahari kwa wasichana kabla waolewe. Kaunti ya Narok nchini Kenya ni moja ya maeneo yaliyo na visa vingi vya ukeketaji, vikiwa ni 51% kulingana na takwimu za mwaka 2022 kutoka kwa serikali ya Kenya, ikiwa ni juu zaidi ya takwimu za Kenya za 15%. Idadi hiyo hata hivyo imepungua kutoka 70% miaka 10 iliyopita. Ukeketaji hufanywa kabla ya msichana kuolewa kulingana na itikadi za jamii ya hapa ya Wamasai. Ila ukeketaji wenyewe umekuwa na madhara makubwa kwa wasichana ambao kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA, wasichana wadogo hata umri wa miaka 9 wanafanyiwa ukeketaji ili waolewe. Kitu unapewa ni mafuta peke yake. Unachinjiwa hiyo siku, unapewa mafuta, then wanasema hiyo blood, hiyo damu ilimwagika, hiyo mafuta itahili. So nikachukua like 3 weeks kasi sijapona. Eneo hili la Loita limerekodi visa vingi zaidi katika kaunti ya Narok. Ni eneo lililoko ndani na karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania, jambo linalofanya wakeketaji kuweza kujificha kirahisi na wakati mwingi kuvuka mipaka na kuwakeketa wasichana katika nchi jirani. Lucy ni muuguzi katika zahanati hii. Anasema ukeketaji hufanyika kisiri na hujulikana tu wasichana wanapokuja hospitalini kujifungua. Kujifungua kwa njia ya kawaida huwa saa zingine ni ngumu sana kwao, kwa sababu bado hata viungo vyao, mifupa yao haijakoma vizuri. Kwa hiyo hospitali inapata kama watu 5 kwa wiki wenye wamepitia ukeketaji, na wengi wao wanakuja wakiwa na many complications
wengine wana bleed, wengine wao wako na FGM, wengine wao pia wameshikwa na prolonged labor, wamekaa sana bila kujifungua wakiwa nyumbani. Ni jambo lililopandisha viwango vya mimba za mapema, kwani baada ya ukeketaji wasichana hao huolewa. Msichana akifanywa tohara anaanza kuona kwamba yeye amekuwa mtu mzima. So wakati huo akijua yeye ni mtu mzima, anaanza kufanya mambo ingine na kupata mimba haraka. Ukeketaji pia kusababisha tatizo la nasuri maarufu kama fistula, ambapo njia ya haja ndogo na kubwa huchanganyika. Juhudi za kushauri jamii ziwache ukeketaji na ndoa za mapema zimeonekana kuanza kufua dafu miongoni mwa jamii hii. Kwa mfano, kundi hili la wanaume hukutana kila mwezi ili kujadili athari za ukeketaji na kuwashauri wenzao kuthamini masomo. Ni mchanganyiko wa vijana, wanaume wa umri wa makamo na wazee wa zaidi ya umri wa miaka 70. Tukikutana huwa tunaelimishana kwamba hiyo ni jambo moja ambayo imepitwa na wakati na ni jambo mbaya na tuache. Juhudi kama hizi za kuwaleta wazee pamoja, matibabu ya dharura kwa waliokeketwa na hata nyumba salama kama hizi hupokea misaada ili kujimudu, ila misaada hiyo imeanza kudidimia baada ya Marekani kuvunja shirika lake la USAID. Na sasa hazina idadi ya watu duniani UNFPA nayo imetangaza kupungua kwa misaada yake inayofadhili juhudi za kukomesha ukeketaji na ndoa za mapema. Huku wasichana kama hawa wakifaulu maishani, kuna hofu ya kizazi kijacho iwapo swala la ukeketaji halitakwisha kabisa, sio tu katika kaunti ya Narok bali kote duniani kuliko na shida hii. Agnes Penda, BBC. Kwa taarifa hiyo ya Agnes Penda hatuna cha ziada. Jina langu ni Peter Mwangangi. Kwa heri.